Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Dira ya Maendeleo ambacho kimekuwa kikiangazia ufugaji mbalimbali wa wanyama mbalimbali. Mbele yako leo ni mimi mjoli wenu Kazimoto Saraja, mtaalamu au daktari wa mifugo. Leo nipo katika banda kama unavyoona hapa. Hili ni banda la ufugaji wa nguruwe. Leo ninayo somo muhimu sana kwa wafugaji ambao tunafuga nguruwe na ambao tuna malengo ya kufuga nguruwe. Leo nitaletea tu somo zuri na nyeti sana kwa ajili yetu ambalo litasaidia sana. Leo nitawaletea madawa muhimu ambayo ni muhimu kwa ajili ya kuwa katika banda letu la nguruwe. Ni dawa gani unapokuwa una banda lako la nguruwe, uwe na dawa zipi muhimu ambazo zitakusaidia kwa ajili ya kumanage banda lako kila siku na kutibu nguruwe wako kila siku. Mbele yako hapa nimekuwekea tu baadhi ya dawa muhimu sana ambazo kama mtaalamu sio ukikosa dawa hizi bado unahitaji uangalie zaidi. Kwa hiyo akiwa na dawa hizi hapa ambazo nitakuonesha hapa, na nitakuonesha dawa moja baada ya dawa moja, dawa moja baada ya dawa nyingine. Nitakuonesha sample ya kila dawa na kazi yake katika shamba lako la nguruwe. Nitaanza na hapa. Hiki kichupa hiki ambacho nimekishikilia hapa, hii inaitwa ni chupa la dawa. Hii ni disinfectant au tunasema inaitwa Vild. Hii hapa inayo kazi kubwa moja kwa ajili ya kuua au kufanya disinfection kwenye banda lako. Banda lako kuna nguruwe anahitaji kuoshwa kila wakati, na hivyo unapokuwa na hii dawa ambayo inaitwa Vild, tunaweka kwenye footbed au kwenye biosecurity yetu pale nje kama nilivyokuonesha pale. Lakini pia hii dawa inatumika pia kwa ajili ya kufanya usafi, lakini pia kuua wale bacteria, wale chawa au mites kwenye nguruwe. Kwa unapokuwa unawaosha nguruwe wako, na tunashauri tumie hii dawa ambayo inaitwa Vild. Ni ya muhimu, lazima uwe nayo shambani kwako. Hii ni dawa ya kwanza. Lakini pia hii kopo niliyoshikilia hapa, hii hapa tunaita hii dawa ya kopo hii tunasema ni OTC spray. Hii hapa ni ya muhimu pia kwenye shamba lako, kwa sababu mara nyingi nguruwe wana tabia moja, unakuta wamegombana au wamepata injury kwenye miguu yao. Zipo pia operation mbalimbali, hasa unapokuwa unafanya castration au unafanya kuwasi kwa nguruwe, au unapokuwa unaweka alama, unaweka tattoo kwenye nguruwe wako. Hii OTC spray tunaitumia kwa ajili ya kupuliza kwa nguruwe wetu. Yes, hii ni spray kama spray na inaweza kupuliza kama hivyo nilivyo test, inapuliza. Na hii tunapuliza kwa ajili ya kuzuia disinfection au kuendelea kuzaliana kwa bakteria kwenye kidonda, hasa kwa nguruwe unapokuwa umepata injury au unapokuwa umefanya operation mbalimbali kama nilivyosema, umefanya tattoo. Yes, unafanya castration kwa nguruwe wadogo au mkubwa. Hii hapa ni muhimu sana kupuliza kwa ajili ya kuzuia wale bacteria kuendelea kushambulia kile kidonda na kupata injury. Lakini pia dawa nyingine hii unayoiona mbele yako, hii ni multivitamin. Hii ni vitamin. Hii vitamin ni ya muhimu sana unapokuwa unafuga nguruwe wako. Unapokuwa unafuga nguruwe wako. Hii multivitamin inawasaidia kuongeza nini kwenye nguruwe wako? Hii multivitamin tunaongeza vinulishi ambavyo mnyama hakupata wakati akila chakula chako. Ulipokuwa ukifanya mchanganyiko wa chakula chako, huenda labda vitamini A au vitamini yoyote au vitamini haikuwa hapo kwenye chakula chako. Kwa hiyo hii hapa ni mahususi zaidi kwa ajili ya kuongeza vinulishi vyote ambavyo havikupatikana kwenye chakula chako. Kwa hiyo unapokuwa ukitibu mara kwa mara unawapatia hii multivitamin. Lakini pia tunayo dawa nyingine, hii ni Penicillin. Hii Penicillin pia ni dawa muhimu sana. Najaribu kusisitiza tena kwamba ndugu watazamaji, hii ni dawa pia muhimu sana. Penicillin hii ni kwa ajili ya kucontrol magonjwa infection mbalimbali za bacteria. Hasa dawa hii ni mahususi pia kwa wafugaji kwa ajili ya kama mnyama alikuwa na injury, alikuwa na shida hasa kwenye au alisumbuliwa na homa au na magonjwa mengine ambayo yanamsumbua. Hii Penicillin
inasaidia sana kukausha vidonda ambavyo vilikuwa vimemsumbua yule nguruwe wako. Ni muhimu sana. Lakini pia hii tahadhari ya kuzingatia, mara nyingi inakuwa kwa nguruwe, baadhi ya nguruwe ambao wengine pia ni wana ile allergic reaction kwa baadhi. Kwa hiyo kama hasa kwa wale nguruwe ambao wana mimba, hasa tunazungumzia wale ambao ni third trimester. Third trimester wamebakiza miezi mitatu kwa ajili ya kuzaa. Hawa tunashauri unapokuwa unatumia kwenye shamba lako upunguze kabisa zile dose, au usitumie kabisa, tumia dawa nyingine. Maana hii inaweza kusababisha mauzi madogo, kuvomit au kufanya kuhalisha kwa hao nguruwe wako. Hii ni dawa inaitwa Pennistrip. Lakini pia tunao dawa nyingine, hii ni OTC au tunasema ni oxytetracycline. Hii ni dawa ambayo ni ya muhimu pia kwenye shamba lako. Unapokuwa unaamua kufuga nguruwe na unahitaji kuwa na hii dawa ambayo inaitwa OTC, inaitwa oxytetracycline. Hii inafanana na hii ambayo ni spray. Hii ni spray, lakini hii hapa ni ya kuchoma. Unafanya injection kwa nguruwe wako. Kwa hiyo inakupasa uwe na hii dawa, kwa sababu hii dawa inaondoa, inaponya magonjwa mengi sana kwa nguruwe wetu. Kwa lazima uwe na hii dawa. Miongoni kama anahalisha, na homa na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na bakteria, inasaidia kuponyesha hao nguruwe wako. Lakini pia tunayo nyingine pia ambayo hii hapa ni spirit. Hii spirit ina kazi gani? Hii hapa tunafanya pia disinfection pia. Hii pia ni kimiminika ambacho tunafanya disinfection. Kwa hasa unapokuwa unafanya labda kabla hujaanza kufanya castration, hujafanya operation mbalimbali, inakupasa usafishe ile sehemu vizuri ukitumia spirit. Ukishamaliza kusafisha ndio unaendelea na programu yako ambayo unaendelea, kwa sababu hii inasaidia kuua wale external bacteria ambao wanakaa kwenye ngozi na kuchanganyikana na manyoya kwenye ngozi ya huyo nguruwe. Kwa hiyo inakupasa uwe na hii pia, hii solution pia inasaidia kuondoa ile external bacteria ambao wanakaa kwenye ngozi pale. Ukishafanya hivyo unaondoa contamination unapokuwa unafanya labda castration au unapofanya huduma mbalimbali. Hizi ni baadhi ya dawa ambazo wapenzi watazamaji nimewaonesha. Ni baadhi tu ya dawa muhimu, lakini zipo dawa nyingi ambazo utazitumia unapokuwa katika operation za kufuga nguruwe wako. Kwa hiyo niwashukuru ndugu watazamaji, niwashukuru tena kwa namna ambavyo umeendelea kutufuatilia na hii mada ya leo. Naamini comment zenu za muhimu kwa ajili ya kuleta mawazo mapya na kuona mnaifikiaje juu ya somo hili. Niwashukuru na mada hii imefikia mwisho. Niwakaribishe tena kwa mada zingine ambazo tutawaletea katika hii mada zetu ambazo zinatoka kwenye DSTV. Tutawaletea mada mbalimbali. Kwa hiyo muendelee kufurahia. Tunategemea comment zenu za muhimu, lakini pia muendelee kushare, kulike kwenye vipindi vyetu hivi ambavyo tutawaletea kila mara na kila wakati. Asanteni sana.